juzi kama wakili wake. And I'll shock you, and I'm giving this information for the first time. You'll be surprised to know that the guys that were purportedly abducted by the police were actually not abducted by the police. And the niece is going to give a report very soon, and they'll actually report. Kuna watu wako hell-bent kuangusha serikali. And they're within the government. Wase watatu waliabductiwa, according to them. Wameenda, wameishi maisha mzuri. Wametokea after 32 days. Hawana hata scratch moja. Hata kama ni harassment. Hawana hata scratch moja. Hawana hata ugonjwa. They are looking more healthier than they were abducted than the time they were abducted. Just to paint the government negative. We all know it's a ploy. There are things, William Ruto akona weaknesses zake. Lakini I can tell you on this, especially on these three gentlemen that were abducted, supposedly abducted in Kitengela. We even know the person who actually kept them. Nyinyi unajua nyinyi story ya gava. Hii story yenye mliona hapa, sijui Job Mjage amekuwa abducted na watu brothers and everything. Alafu mkaona sijui ati Jimmy Wanjigi ati kuna polisi wako kwa compound yake nje kila siku. Police were taking guard to know, because the signal inaonyesha out 3 abductees wako kwa Jimmy Wanjigi. Every day wako hapo for 32 days. Wazao wametokea wakiwa more healthier. Wazao wametokea wakiwa very strong. Alafu the search challenge ilikuwa na kwa. Do you hear that? You see kama Mr. So hivyo wase watatu walikuwa wanakaa kwa nyumba ya Wanjigi. Hao kwa hai. Hapo amechukua ndio by the time wase walikuwa na abducted. Angekuwa amekuja tu openly aseme those people are not within our custody and we are doing an investigation. Ingekuwa simple. Lakini pia kwa challenge tuko nayo. Wacha tu nikwambie tu kweli challenge tuko nayo. Yes sir. The most watched TV station ni Royal Media Services, ama Citizen TV. Yeah. Citizen TV has fought William Ruto all through. They do not give us a platform to share the part of our story. Yes. What they do is wanaleta, for example, wakileta Osoro kwa Citizen, wanaleta pia other 3 panelists who are anti-government. Because SK Mashari ajai amini Ruto ni president, hampendi. So what they do, because they sell that narrative, and the Kenyans for some reason trust the fourth estate more. That is why the fourth estate ikiamua iseme walisema juzi direct line inakufa, inakuwa hivyo. Because we don't get a platform. Tumejaribu kumtafuta huyo msee because mna watching Citizen more than any TV station. Kila boma sasa inafungua tu Citizen News. Sasa Citizen haipendi Ruto. SK Mashari amepea instruction Ruto asiuzwe. Haipendi, haitaki. Hakuna siku wakituita tupeane record yetu. Inapeana pia tukipewa 50%, tukipewa 30%, wanapea opposition 70%. Alafu wanauza uoga, wanauza stories za uongo na nyinyi mnabaya. But sasa hiyo opposition iko ndani ya serikali. Sasa unajua SK, I'm very specific on SK. Yes, nasema. SK hapendi Ruto. Wanaiuza negatively. Tukiongea story ya finance bill, for example, kama finance bill, wacha nikuulize Pini. Tuongee tu kwa Yesu wa Mungu, tuambiane tu kweli. Why would a person, a farmer in Nyandarua, go to the streets or in Molo complain ya kwamba finance bill inapitishwa ati inaongeza taxes on imported potatoes? Imported. Yet yeye ndiye protect, yeye ndiye anapanda potatoes in Molo na Nyandarua. But lakini TV imemuuzia ya kwamba hii finance bill ni punitive. Yes, imepandisha tu taxes on imported, si local. Lakini unajua vile hamu communicate from the word wa Kenya ni kufanya public wa Kenya. We did. Lakini mliwatch Citizen na Citizen inatuuzia vibaya. Mimi ile nashukuru. Unaona vile yule jamaa wa Molo alikuwa anaongea on the issue of yes. Vile aliongea kuhusu ile tax
tax ya magari. In fact aliongea vibaya, na aliongea kwa hiyo Citizen ambayo unasema. Akasema ya kwamba tutaweka tax kwa magari, kama utaki weka gari yako nyumbani. Now, I think it was also propaganda. But by the way, it is there. It was there. He said it that if you don't want to use your car, you weke nyumbani and use public means. Tukaangusha. Anaanza kuongea hivyo. Tukaangusha mgeni. Sasa unajua by the time unafanya hivyo, hiyo mnafanya damage control. But already the damage is done. Anything good that was inside there, imeharibika. So as gava, lazima mtafute vile mnaweza kuwa mna communicate vizuri to your fellow Kenyans. You might have a good thing, but how you do it, it makes sense. That's by the way. Sasa hata vile story ya nani kotini, by the way, if nani kama Masengeli is an Adventist na nampenda is a fellow Adventist, kama angekuja tu na aseme those people are not within our custody but we are doing an investigation. By the way, that is always the best line that the police can always use, that we are doing an investigation. Then wafunge story Pini yes, story ya Masengeli. Mimi nimekuwa wakili wake and sijakuwa tu wakili wake nao, nimekuwa wakili wake for long. Hii point lazima tukueleze na uelewe tu. Mse, kuna wasee wameshutiwa Northeastern. Marisasi zimepigwa kwa bus, wasee kama 16 wamekufa. Yeye ndio IG wa polisi. Anafaa kwenda huko ajue what is happening na ku-meet battalion yake na kuketi na yeye. The same day anafaa kwenda huko, koti imemuita. You know, ni vile tu Kenyans hawatakangi kuona the other side of the story. That office Mse ameenda exactly. The office is very busy. Mse ameenda Northeastern. Wase wameatakiwa na Al-Shabaab.